Kuche Montana amejua kucheza na akili zetu. Ukienda YouTube kuangalia Monica Part 2, utakutana na vitu tofauti na matarajio yako. Wengi ambao tumeangalia Monica Part 1 tulikuwa tunatarajia kuangalia Monica Part 2 tuweze kuona maisha ya Monica akiwa yuko Canada. Lakini unfortunately, kumbe yale yote ambayo tulikuwa tunaona kwenye Part 1 yalikuwa ni ndoto ya Monica. Na anaamka kwenye real life, bado anaendelea kustruggle na maisha ya familia yake, bado anaendelea kupitia maumivu ya kunyanyaswa na mama yake mzazi yeye mwenyewe. So safari ya kwenda Canada ilikufa kwenye ndoto, na sasa hivi tuko kwenye part 2, tuna safari ya kwenda Paris. We struggle to find the way to go Paris with Monica. Hongezi kwake Kuche Montana kwa sababu amejua kucheza na akili za mashabiki zake, kwa sababu all mashabiki mara nyingi huwa tunataka kuona kile kitu ambacho sisi tuna imagination, like kama hivyo tulikuwa tunasubiria tuone safari yake ya Canada, maisha ya Canada itakuwaje, na ndio maana yeye pia akaja na kitu tofauti ili kuendelea kuvutia watazamaji ambao wataendelea kuiangalia Monica Part 2. Kwenye Monica Part 1 na Monica Part 2 tuna vingi vya kujifunza kama wadada au kama mwanamke. Una vingi sana vya kujifunza kwenye maisha ya Monica, kwa sababu kwenye maisha ya Monica ametuelezea namna ambavyo alikuwa na struggle na maumivu yote alikuwa anayapata ni kupitia familia yake yeye mwenyewe ambao alikuwa anawaamini sana. Lakini kuna muda alikuwa na play too much kiasi kwamba mpaka cha kusahau yeye ndoto na maisha yake. Alikuwa anawasaidia sana familia yake, alikuwa yuko tayari kufanya chochote kwa sababu ya familia yake, lakini familia haikuwa inaona ile nguvu ambayo Monica alikuwa anaitumia kwao. Familia walikuwa wanahisi kwamba tusipofanya sisi, Monica atafanya. Yaani yeye ndo alikuwa ni mtu wa kubeba matatizo ya familia. Ndio mtu alikuwa anatakiwa kutafuta solution kwenye matatizo ya familia. So familia walikuwa wanakaa wakitegemea kwamba Monica atafanya, Monica atafanya. Hiki kitu kinatokea hata kwenye maisha yetu halisi ambayo sisi tunaishi. Kama upo kwenye familia kama Monica, try to find your own way bila kumtegemea mtu mwingine, kwa sababu watu wanataka tukuona ukiwa umeokoka. Watu wanataka tukuona wewe ndio unasoma matatizo yao pasipo wewe kusoma matatizo yao. So kitu ambacho alichofanya Monica kama kufariki kuambia kwamba unatakiwa kusimamia your own goals, ndio kitu ambacho kilienda kusaidia Monica kuachana kubeba mizigo ya familia yake. You deserve your own family. Na alipojipata halirudi kuendelea kusaidia familia yake as anavyotakiwa kama dada mkubwa kwenye nafasi yake, lakini haimaanishi kumsaidia mtu uweze kujisahau wewe mwenyewe na kusahau ndoto zako.